Tegeta hiyo wamewapa sasa hivi saa 2 usiku. Tunaenda mpaka jeshini kule Tegeta Wazo. Tunaenda jeshini Tegeta Wazo kule kwenye kambi ya wanajeshi, tunaenda huko. Jambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kule nchini Tanzania mambo yameanza kuchemka. Vijana wa Gen Z wameamua hakuna kulala. Leo ni leo, siku imefika ambayo wamekuwa wakisubiri kwa kipindi kirefu, siku ya maandamano kule nchini Tanzania. Tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, kuna sehemu ambazo kule nchini Tanzania tayari makundi ya vijana wa Gen Z, makundi ya Watanzania wameanza kujiandaa ili kuraukia maandamano ya siku ya kesho. Kwa kweli watazamaji wangu, wananchi wamesema enough is enough. Wamechoshwa na uongozi wa Mama Samia Suluhu, na sasa hivi kile ambacho wanakitaka haswa katika maandamano yao ya siku ya leo tarehe 9 mwezi wa 12, kumtaka Mama Samia Suluhu aweze kujiuzulu, aweze kujiondoa mamlakani, kwa sababu wananchi wamechoka na utawala wake. Kando na kumtaka Mama Samia Suluhu aweze kuondoka mamlakani, pia vile vile kuna mambo ambayo wanayapigania. Kwa kipindi kirefu watazamaji wangu, nchi ya Tanzania imekuwa ikikandamizwa kwa sababu ya ile katiba ambayo wamekuwa wakiitumia, katiba ambayo haina demokrasia, katiba ambayo haiwapatii wananchi uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kuingia kwenye maandamano. Na ndio unaona kumekuwa kukishuhudiwa maafa mengi wakati wa Tanzania wanajaribu kuzungumza na serikali kupitia kwenye maandamano. Lakini watazamaji wangu, siku ya leo ama tarehe 9 siku ya leo watazamaji wangu, mambo huenda yakakuwa ni mabaya zaidi kwa upande wa Mama Samia Suluhu, kwa sababu haya ni maandamano ambayo Watanzania wengi wanatarajiwa kujitokeza. Yale maandamano ya mkondo wa kwanza ya tarehe 29 siku ya uchaguzi kule nchini Tanzania hayakuwa na vijana wengi wa Gen Z, ingawaje walikuwa wamejitokeza kwa wingi kwa sababu ni maandamano ambayo yalidumu kwa siku 3. Lakini sasa haya maandamano ya kuanzia leo ama tuseme asubuhi ndio maandamano ambayo yanatarajiwa kuwa makubwa zaidi. Tayari kuna hali ya wasiwasi ambayo imeanza kushuhudiwa kule nchini Tanzania. Serikali yenyewe imewaonya wananchi wakae ndani ya manyumba yao siku ya kesho. Unaona watazamaji wangu, serikali iko na wasiwasi sana. Inawaomba wananchi wakae ndani ya manyumba, wasijitokeze, wasije wakajipata pia wao wameshiriki kwenye haya maandamano ambayo yamepangwa na vijana wa Gen Z kutoka kule nchini Tanzania, pamoja na makundi ya kutetea haki za binadamu, na pia vile vile chama cha upinzani ama viongozi kutoka kwenye upande wa upinzani. Nataka kupatia fursa mtazamaji wangu uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa mmoja ya wabunge wa CCM akizungumzia kuhusiana na haya maandamano ya siku ya leo, ambayo anaona ya kwamba kweli haya maandamano ya vijana wa Gen Z wamejipanga na wako serious. Sasa watafanya vipi ili waweze kuwadhibiti hawa vijana wa Gen Z na Watanzania pamoja na wanaharakati wakiungana na viongozi wa upinzani? Hebu sikiza ujumbe mtazamaji wangu, lakini kabla ya kuwekea hii video ningependa kukuomba au uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo uko kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Vijana wa nchi hii ya Tanzania, leo ni tarehe 8 mwezi wa 12. Natumia muda huu kukusii, ewe kijana mwenzangu, ewe Mtanzania mwenzangu, epuka kushiriki jambo lolote ambalo litakwenda kutuharibia amani ya nchi yetu, utulivu wa nchi yetu. Yapo mambo mengi sana ambayo tunaweza tukayafanya kwa ajili ya kurekebisha pale ambapo hapako sawa sawa. Naomba sana kwa kutumia ujumbe huu uwafikie vijana wote wa nchi yetu ya Tanzania. Usikubali kuchoma, kuharibu mali za nchi yetu. Usikubali kushiriki vurugu ambazo zitaenda kutuvurugia amani ya nchi yetu. Zipo njia nyingi za kutumia, narudia hili mara kwa mara. Zipo njia nyingi za kutumia ili kuweza kurekebisha pale ambapo tunaona hapako sawa sawa, lakini sio njia ya kuchoma, kuharibu na kushambulia, kutukana, kuvuruga utaratibu ambao tumejiwekea katika nchi yetu. Dr. Samia Suluhu Hassan ametumia kila mbinu kuhakikisha nchi yetu inapata maendeleo. Ametumia kila mbinu kuhakikisha Tanzania inakuwa kinara kwenye uchumi. Ametumia kila mbinu kuhakikisha afya
huduma za afya zinafika kila kona katika nchi yetu ya Tanzania. Ametumia kila mbinu kumaliza miradi mikubwa iliyopo katika nchi yetu ya Tanzania, ikiwepo SGR, lakini pia bwawa la Mwalimu Nyerere, kumaliza baadhi ya meli ambayo kwa mfano kule Mwanza, meli ambazo zilikuwa bado hazijamalizika zimemalizika. Kwa nini unasimama kushambulia jitihada za Dr. Samia Suluhu Hassan na unashiriki, unaingia kwenye mtego wa watu ambao wana chuki binafsi, wana roho ambazo zinatamani madaraka na wanakutumia wewe kama chambo? Usikubali kuingia barabarani, usikubali kuharibu amani ya nchi yetu, usikubali kwenda kupambana na jeshi la polisi. Na kusihi, kwa sababu baada ya kitendo hicho unachotaka kukifanya, madhara yake ni makubwa. Ni makubwa kwako, lakini ni makubwa kwa nchi yetu ya Tanzania. Angalieni jinsi ambavyo tumeshaanza kusemwa huko duniani, kitu ambacho sio kizuri. Tumekuwa tukisifika kwa amani, tuendelee kuitunza amani yetu. Naitwa Baba P, babake na Levo, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Asante. Ama risasi, mauaji, mautekaji ambao wanaendelea, tusipojaribu kufanyia kazi sisi, watabidi wafanyie wanetu. Now they will have to pay the same consequences ambao we are going to pay sisi. Na watu wanashungu kwamba tuzani hatujui kwamba tutauawa. Tunajua tutauawa. Maana tunachojaribu kupinga ni uuaji pia, ni utekaji, ni vitu vingi kuhusu katiba, mambo ni mengi. Lakini hawa watu wako willing kuua watu ili hivi vitu visifanyike. Ili waendelee kuwa na hela ambayo inaweza karuhusu akikohoa akijisikia vibaya aende Dubai. It's just Mungu, hivi vitu vinakera. Alafu pia kuhusu Simba na Yanga wakuu, hawa watu hawajatoa hata barua pole. Hajatoa hata barua pole, lakini still bado mnanunua majezi, bado mnaenda kwenye mamechi bao, bado mnaenda barua ya pole tu. Wao wakipitia shida za kifedha wanatuchangisha, na mnachangisha, mnajaza kikapu. Tarehe 29, okay, kwa nini wasitoe hata open letter tu waseme kwamba kwa sababu ya fujo, zite fujo sawa za tarehe 29, pole kwa familia zilizopoteza watu. Kwa hiyo unahisi mimi right now nitasimama tena nitasema mimi mshabiki wa Simba? Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza na hiyo video kidogo ambayo nimeweza kukuwekea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule nchini Tanzania. Kwa kweli kuna hali tete, kuna hali ya wasiwasi. Serikali haijui ni nini ambacho itakumbana nayo siku ya leo tarehe 9, ambapo watu wengi wanatarajiwa kuingia kwenye maandamano. Unajua watazamaji wangu, serikali sasa hivi lazima ikuwe makini vile ambavyo inadhibiti haya maandamano, isijaribu kuleta fujo na ghasia ama kuleta maofisa wa polisi ambao wataanza kuleta maafa ama mauaji kwa waandamanaji wa amani. Yale mambo ambayo yalitokea hapo awali sasa hivi yakiweza kujirudia, Mama Samia Suluhu anazidi kuwa taabani na huenda akajipata kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC. Tayari kuna watu ambao wameandika barua kule ICC ili iweze kuingia pale nchini Tanzania kuanza kufanya upelelezi kuhusiana na mauaji ambayo ilitokea tarehe 29 ama zile siku tatu ambako kule nchini Tanzania kulikuwa kunashuhudiwa mchafuko, ghasia na maandamano, ambapo Watanzania walikuwa wanapinga utawala wa Mama Samia Suluhu na pia kupinga kuchaguliwa kwa Mama Samia Suluhu. Ni hayo tu kwa sasa watazamaji wangu, lakini msikae mbali kwa sababu niko na nyinyi, nitakuwa nazidi kuwaletea habari punde tu zinapotendeka kutoka kule nchini Tanzania kuhusiana na maandalizi ambayo yanaendelea kufanywa na Watanzania vijana wa Gen Z kujitokeza kwenye maandamano asubuhi ya leo. Kabla sijatamcha watazamaji wangu, ningependa kuwaomba muweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, na pia muweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende bali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.